Nilikutana na mtu mmoja akaniuliza swali, akasema, "Madam coach, mtumishi wa Mungu, hivi natamani kujua ni wakati gani ambapo binti, kijana au mtoto anaweza kupata baraka ya wazazi? Yaani ni wakati gani ambapo watoto wanaweza waka-activate baraka ya wazazi? Yaani wao watoto wakapata baraka ya wazazi, yaani wakabarikiwa. Tumeambiwa katika neno la Mungu kwamba waheshimu baba yako na mama yako ili uweze kupata siku nyingi duniani, lakini na baraka. Maanake ni kwamba wale wanaoheshimu wazazi wao watapata baraka hapa duniani. Kwa akawa anamuuliza huyo mtu, akamwambia, wala usinijibu sasa hivi, go and ifikirie alafu utaniambia. Sasa na huyo mtu alikuwa ni mtu mzima, nafikiri alikuwa inawezekana akawa ni baba wenye watoto, anaweza akawa ni yeye mwenyewe ni baba au ndo labda ana contemplate labda hajabarikiwa, sasa ana feel labda alikosea. Nafikiri alitaka tu kujua ni kwa namna gani mzazi ana release baraka kwa mtoto, au ni kwa namna gani mtoto anaweza kupata baraka kwa mzazi wake au kwa wazazi wake. Sasa nikakutana naye, akaniuliza hilo swali. Akaniambia, Madam Kundi, hebu naomba uniambie hicho kitu. Kwa kweli kwanza nilishangaa sana, lakini nilishangaa kwa swali, kwa sababu hilo swali liko like it's very obvious, but kwa nini mtu afikiriki, kwa nini mtu aulize swali kama hilo? Lakini nikamjibu kitu fulani, nikamjibu tu kitu kama hiki. Nikamwambia, baraka ya mzazi, kwanza baraka ya mzazi ambao mtoto akiipata mara nyingi is irreversible. Baraka ya mzazi, yani kama wewe kijana au binti, baba au mama amekutamkia baraka, it's irreversible. Yani you can't reverse it, you can't undo it. Wewe umebarikiwa, yani mzazi kakubarikia, amekuridhia, ndio maana yake. Sasa ni katika circumstances gani ambazo wewe kama kijana au binti unaweza ukabeba baraka za wazazi? Ni kwa kufanya kitu kimoja tu. Ukiweza kuconcentrate kwenye hicho kimoja ambacho nitakwambia, yani wewe, yani hata usiogope. Wewe jua baraka ya wazazi, baraka utaipata. Na hiki kitu ni kidogo tu, ni kwamba hakikisha mzazi wako au wazazi wako wana furaha na wewe, wanakufurahia, wamependezewa na wewe, wana amani na wewe, yani wana kicheko, wana kitu cha kuongelea wewe vizuri, wanakufurahia. Yani kama kijana au binti, whether umeolewa, whether hujaolewa, whether kijana uko nyumbani au hauko nyumbani, unaishi tu mwenyewe lakini una wazazi wako mahali, kitu ambacho unatakiwa kufanya, hakikisha wazazi wako hawasononeki kwa ajili yako. Hawakusononeki, yani hawavumilii kitu. Yani unajua kuna hali fulani ya watoto, tunakuwa na watoto, lakini kuna hali ya kuwavumilia. Kuvumilia ni kitu kizuri kwa habari ya ndio maisha yetu, kwa sababu kuna mali wanakosea, kuna mali nini hivyo unawarekebisha, lakini kuna point fulani inafika kijana ameshakuwa mtu mzima. Nisema mtu mzima naongelea ni mtu labda amemaliza shule, amemaliza machuo, yani hivyo, yani ni mkubwa. Binti naye ni hivyo. Lakini sasa kwa sababu kipindi hicho mzazi hawezi hasa kukukanya kitu. Yani hana hiyo mandate ya kusema labda usifanye hivi, usifanye, yani ile hali haipo tena. Yani kwa sababu wewe tayari ulishakuwa mtu mzima, una uwezo wa kuthink, una uwezo wa kufikiria nifanye hivi au nisifanye hivi. Sasa kipindi hicho, yani kuwa makini sana kwa habari ya wazazi.
kuwa makini sana kwa habari ya wazazi, kwa sababu anytime wazazi wako tayari kwa ajili ya kurelease the blessing anytime. Na nikwambie kitu, whether unafanya vitu vizuri kila wakati au unafanya vitu vibaya kila wakati, kwa habari ya wazazi wako, kutoa blessing sio kwamba ni kila siku. It's not something of every day, kwamba leo nimefurahi mtoto basi nimembless, leo nimefurahi mtoto nimembless. It's not about that. Kuna an appointed time. There is an appointed time. Yani kuna muda mahususi ambao sasa mzazi ana release the blessing. Sijui kama umenielewa. Yani kuna appointed time, kuna window fulani katika a particular time ya maisha ya huyo mzazi, whether ni mama, whether ni baba, ambayo ndiyo hasa wakati wa kurelease the blessing, wakati hasa wa kutoa ile baraka kwa huyo mtoto au kwa huyo kijana au kwa huyo binti. Sasa ndio maana tunasema kwamba ni muhimu sana, hata maneno ya Mungu yanasema ni muhimu sana wapende wazazi wako, wasaidie wazazi wako, jitoe kwa ajili ya wazazi wako. Umeelewa? Hiyo kwa nini? Haielezi exactly kwa nini, lakini kwa sababu unachotakiwa kufanya, hakikisha umecapture moyo wa mzazi au wa huyo mzazi au wa wazazi, waweze kukuridhia, kukufurahia. Ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo ni muhimu ikawa it's something continuous. Yani fanya matendo mema kwa wazazi wako continuous, sababu hujui when the release of the blessing itakapotoka, itakapofanya nini, itakapotoka. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo kama kijana, kama binti, kama kwa sababu zozote zile umekuta umemsononesha mzazi, kwa sababu wazazi, let's be honest, wazazi nao wana mambo yao, umeelewa? Wana kitu chao, wana mafikiria yao ambayo sometimes inaweza kuwa contrary na unachofikiri wewe. Wewe unaweza kuwa unafanya kitu kizuri sana kwa ajili yako wewe na familia yako na maisha yako, lakini maybe kwa sababu zozote zile baba mzazi hajaelewa au anaona huyu mwanangu anapotea, au umeelewa, labda kwa sababu ya kutokuelewa au kutokuwa na knowledge fulani au nini, au kwa kutokupendezewa, akawa anasononeka, yani akawa kama hajafurahia, kama kuna kitu kinamsumbua. Sasa unachotakiwa kufanya wewe kama mtoto, hakikisha moyo wa huyo mzazi wako unarudi kwenye hali ya kawaida. Unatoka kwenye masononeko, unaingia kwenye hali ya kukupenda, ya kufurahia, kwenye hali ya kuachilia. Anaweza hata basi elewe, lakini anaweza tu akaachilia. Basi nimemwelewa mwanangu ni hivi, akaachilia. Yani kazi ya wewe binti au kijana, kazi yako kubwa ni kuhakikisha ya kwamba at any point given time haumsononeshi mzazi wako, kwa sababu mzazi wako akikusononekea, it doesn't matter ni sababu ipi, whether ni nzuri au ni mbaya, it doesn't matter. Yani kwa Mungu it doesn't matter, as long as this parent is not interested, is not hajakuridhia, wewe utapata shida. Kwa sometimes kuna watu ambao wanasema bwana mzazi wangu mimi after all ninaelewa, nimesoma, ninajua hiki, mzazi wangu hajui, unamwachilia, yani unasema atajua mwenyewe. Hapana. Hapo ndiko mkwamo wetu unapokuwa. Hapo ndipo mikwamo ya watu wengi inapokuwa, kwa sababu hakumfurahisha, hakuchukua hatua za kuhakikisha, baba ndio najua kile kitu nilichofanya hivi na hivi hakikufurahisha, lakini baba ngoja nikwambie kitu, kuna 1, kuna 2, kuna 3, kuna 4, kuna 5, kuna 6. Mwanangu, baba hata hivyo mimi naomba tu uniridhie kwa sababu 1, 2, 3 najua. And then fanya kitu ambacho unajua baba yani hata kama ni kubribe si mnajua hata kama ni kubribe Kiswahili ni nini? Yani hata kama ni kumdanganya, yani sio kumdanganya but kumfanya, yani unaweza kaenda labda na kazawadi fulani. Baba,
nimekuja na hiki kitu, kwa kweli nilikuwa naomba labda msamaha au nilikuwa naomba unisaidie kuweza kuachilia hiki kitu, sababu mimi ninapenda 1 2 3. Yani fanya kitu ambacho in exchange ambacho mzazi ataona okay, basi sawa. Umeelewa? Basi sawa. Kwa sababu kitu ambacho mzazi anatakiwa kukua kwako wewe ni kule kuridhia. Umeelewa? Kuridhia na kuachilia na kukupenda na kukupokea na kukufurahia. Hicho ndio kitu cha muhimu. Sasa watu wengi hicho kitu wanaki brush away. Yaani hawaoni kwamba hivi baba yangu mzazi wangu akifurahi nafanya. Sasa unamfurahishaje mzazi wako? Sasa hiyo ninakuachia wewe, kwa sababu wewe ndio kwanza unamjua mzazi wako, unajua anapenda nini, unajua vision zake zilikuwa ni nini, maono yake yalikuwa ni nini, unapenda nini. Unaweza ukachipi nini ambayo itamfanya ajisikie kwamba oh my god, nimefurahia. Nimefurahishwa na kitu ambacho binti yangu au kijana wangu amenifanyia. Kwa hiyo ni kwa namna gani ambapo tunachota baraka za wazazi? Ni kwa kuendelea kila wakati kuhakikisha tunawafurahisha wazazi wetu. Kama mzazi wako anajaribu kukuambia kitu fulani na unafikiri una uwezo wa kukichukua, fanya. Kama unafikiri mzazi wako anakuambia kitu fulani and then una feel nafikiri hiki sicho, hakikisha una compensate. Yani make sure kwamba unatafuta muda wa kwenda ku make sure unamalizana na yeye kwa hicho kitu. Listen, baraka ya tukiangalia kwenye Biblia tunaona kabisa ya kwamba baraka ya Esau alichukua Yakobo. Baraka ya Esau alichukua Yakobo. Lakini alivyochukua Yakobo ni kama alifanya uongo fulani hivi ambao alifanya yeye na mama yake, uongo fulani hivi kwamba alijifanya yeye ni Esau, akatengeneza chakula kizuri kumfurahisha. Kipindi kile kumfurahisha mzazi katika ile familia ya mzee Isaka ilikuwa ni kupata chakula kizuri, kufurahi. Na kipindi kile ilikuwa ni wakati wa ku-release the blessing. Na kama nilivyokuambia kwamba the blessing ina wakati wake wa kuwa released. Sasa, hebu fikiria wewe unakaa na mzazi wako, unafanya hivyo unavyofanya. Wakati wa mzazi wako ku-release the blessing, wewe uko hatua nyingine kabisa ambayo yeye kwenye page yake amesononika. He can't or she can't. Kwa hiyo kipindi kile Yakobo akakimbia haraka, akatengeneza chakula kizuri na nini, akaweka vitu akampelekea Isaka baba yake akafurahi, aka-release the blessing. Na nimekwambia the blessing is irreversible. Yani baba au mama akikubless, you are blessed. You are blessed. Na ndio maana unaweza kushangaa kwenye familia kuna mtu mmoja tu amekuwa very blessed. Amekuwa very blessed na wazazi. Mtu mmoja ameridhia, mtu mmoja tu kwenye familia. Unaona? Kwa sababu walio wengi they don't know. Hawana clue kwamba maisha yao yako attached, maisha yao kwa mazuri au kwa ya furaha na fanaka yako attached na wazazi. Watu wengi hawajui hicho kitu. Kwa hiyo hii ni siri ambayo nimemjibu yule mtu ambaye alikuwa ameniuliza, lakini nikasema let me just share kwa sababu ni watu wengi. I'm sure mtakuwa mnahitaji kujua exactly ni nini how am I going to activate the blessing. Labda nimalizia kwa kusema kwamba mara nyingi the blessing ya wazazi kwa mtoto inaweza ikatoka sehemu tofauti. Kuna wazazi wengine wanaweza wakatoa the blessing in their deathbed. Wakati ule sasa ndo kama ndo anakaribia kufa na nini, unaweza ukashangaa tu akamuita mtoto fulani, akakaa akaongea naye nini akambless. Umeona? Au kipindi cha amefurahi sana, kuna kitu amefurahishwa sana, aka-release the blessing. Unaona? Au nini? Kwa hiyo mara nyingi sana ndio maana tunatakiwa kila wakati tuhakikishe kwamba as long as we live kama watoto, able to make sure kwamba wazazi wetu wana furaha na sisi, wameturidhia, wana furaha na sisi. So it's very very important. Kama wewe hujawahi kumfurahisha mzazi wako, naomba uanze. Anza tena kwa nguvu, anza kwa haraka. Kwa sababu na kama wewe constantly unaendelea kumfurahisha mzazi wako na unafikiria kama unachoka, usichoke.
Usichoke, kwa sababu hiyo ndiyo itakusaidia wewe. Lakini pia unapanda mbegu kwa ajili yako wewe mwenyewe pia, kwa sababu wewe unachofanya kwa wazazi wako ndicho ambacho wewe pia na kizazi chako kitafanya kwa ajili yako. Kwa it's very very important kuendelea kufanya hivyo, na the blessing ya wazazi tutaipata. Watu wengi wanakimbilia makanisani, wanakimbilia kwa wachungaji, wanakimbilia kwa maaskofu, wanakimbilia kwa prophet wakitafuta baraka, lakini baraka wameziacha kijijini kwa wazazi wao. Kwa hiyo jamani, funga safari, nenda nyumbani kwa wazazi, kawafurahishe wazazi, wapende wazazi, watoe wazazi, wape chakula wazazi, wape nguo wazazi, wape hata safari. Wengine wazazi wengine hata hawajawahi kutoka kwenye jijini, hajawahi hata kupanda basi akasema atoke ende mji mwingine. Jamani, wafurahishe wazazi wenu. Mungu na wabariki sana. Jina langu ni Ukundi Mlelwa.